Karibu tena kwenye mjadala wetu. Leo tunaingia ndani zaidi kwenye teknolojia ya blockchain. Tunatumia maelezo kutoka kwenye waraka mmoja hivi wa Kiswahili tuliopitia. Naam. Lengo letu hapa ni kuelewa zile dhana zake muhimu, unajua, na jinsi zinavyofanya kazi. Tutamtumia Anna, yule mpishi wa mikate, kama mfano wetu, ili iwe rahisi kuelewa. Mfano mzuri huo. Basi fikiria blockchain kama daftari fulani la kidijitali, lakini ni maalum sana. Hebu tuanze kulifungua. Sawa. Msingi kabisa, waraka unaieleza blockchain kama daftari la kidijitali ambalo kwanza limesambazwa, pili limegatuliwa, na tatu, kimsingi halibadiliki kiurahisi. Hizo sifa tatu. Kusambazwa inamaanisha nini hasa? Kusambazwa inamaanisha nakala za hilo daftari zipo kwenye kompyuta nyingi tofauti, sio sehemu moja tu. Okay. Na kugatuliwa? Kutokuliwiwa ni kwamba kwa kawaida hakuna mtu mmoja au kampuni moja yenye mamlaka kamili juu yake. Uongozi umesambaa pia. Alafu hiyo ya kutoweza kubadilishwa kiurahisi, hii naona ndio inavutia wengi. Kabisa. Yaani, ukishaandika kitu na kikathibitishwa na mtandao, kubadilisha hiyo rekodi ya zamani bila watu wote kujua ni vigumu sana, karibu haiwezekani kimya kimya. Lakini subiri kidogo. Kama Anna wetu, yule mpishi, akafanya kosa dogo la kiuandishi, labda kwenye tarehe ya kupokea unga, hiyo rekodi haiwezi kusahihishwa. Waraka unasemaje? Swali zuri sana hilo. Watu wengi wanajiuliza. Sio kwamba makosa hayawezi kurekebishwa kabisa. Ni kwamba huwezi kufuta ile rekodi ya zamani yenye kosa. Badala yake unachofanya ni kuongeza rekodi mpya inayoonyesha lile sahihisho. Na kwa sababu kila mtu kwenye mtandao aliyeruhusiwa anaweza kuona historia yote. Aha. Kwa hiyo wataona kosa la awali na lile sahihisho lake. Ndiyo. Hiyo ndiyo inaingia kwenye sifa nyingine. Uwazi. Na pia usalama, ambao unatokana na mbinu za kisasa za kriptografia, hasa kitu kinaitwa hashi. Hashi. Hilo neno tena. Elezea kidogo. Hashi ni kama alama ya kidole ya kipekee kwa kila kundi la data au bloki. Ni msimbo wa kipekee unaotokana na zile taarifa zilizomo ndani ya bloki. Okay. Basi tupe mfano rahisi. Tukimtumia Anna. Anna anapokea shehena mpya ya siagi. Kinachotokea kwenye blockchain ni nini? Sawa. Fikiria hivi. Taarifa zote za ile siagi, lini imefika, kiasi gani, kutoka kwa nani, zinakusanywa pamoja na kuwekwa kwenye bloki mpya ya kidijitali. Bloki hii inapata hashi yake, ile alama ya kidole. Lakini, na hapa ndipo muhimu, hashi hiyo inajumuisha pia hashi ya ile bloki iliyotangulia kwenye mnyororo. Ndiyo maana wanaita mnyororo wa bloki au blockchain. Zimeunganishwa. Kabisa, zimefungamana kwa hizo hash. Sasa, ukijaribu kubadilisha hata herufi moja kwenye bloki ya zamani, hash yake itabadilika papo hapo. Na mnyororo utakatika. Ndiyo, muunganiko na bloki inayofuata utavunjika, mtandao mzima utaona kwamba kuna kitu hakiko sawa, kuna uwezekano wa udanganyifu. Inavutia. Halafu ulitaja kitu kuhusu makubaliano kabla bloki haijaongezwa. Hiyo inakuwaje? Naam. Kabla ile bloki mpya ya siagi ya Anna haijawa sehemu rasmi ya mnyororo, kompyuta nyingine kwenye ule mtandao nodes zinahitaji kukagua na kukubaliana kwanza kuwa zile taarifa ni sahihi na halali. Huo ndio mchakato wa makubaliano. Ndiyo. Ni kama kura ya pamoja ya kidijitali. Waraka unataja mifumo kama proof of work au proof of stake. Hizo ni njia tu tofauti za kufikia huo ukweli wa pamoja bila kutegemea bosi mmoja. Sawa, nimekuelewa vizuri sasa. Je, hizi blockchain zote zinafanana au kuna aina tofauti ambazo labda Anna angehitaji kuzijua? Kuna aina kuu tatu kama waraka unavyosema. Kuna za umma kama Bitcoin ambapo karibu kila mtu anaweza kujiunga na kuona kinachoendelea. Okay. Halafu kuna binafsi. Hapa kampuni moja au taasisi ndiyo inadhibiti nani anashiriki. Hizi zinafaa sana kwa matumizi ya ndani ya kampuni. Na ya tatu? Ya tatu ni za ushirika, consortium.
Hapa ni kama kikundi cha makampuni au taasisi zinazoshirikiana kuendesha blockchain moja. Mfano, labda wakulima na wasindikaji wa zao fulani. Kumbe, kwa hiyo Ana anaweza akachagua. Labda angeanza na ile binafsi kwa mambo yake ya ndani. Inawezekana kufuatilia mapishi yake au wasambazaji wake wa karibu. Halafu baadaye labda akajiunga na ushirika wa wapishi wengine au wauzaji wakubwa. Sasa tukitoka kidogo kwa Ana, mifano halisi iliyotajwa kwenye waraka ni ipi? Nini ambacho tayari kinafanyika huku duniani? Ulisema kuhusu kufuatilia chakula. Huo ni mfano mzuri sana na unaeleweka kirahisi. Waraka unaeleza jinsi makampuni makubwa kama Walmart wakishirikiana na IBM wanatumia blockchain kufuatilia bidhaa zao. Kama nini vile? Kama nyama au mboga. Zamani, ikitokea tatizo, tuseme mlipuko wa ugonjwa unaotokana na chakula fulani, ilikuwa inachukua siku nyingi sana kujua kimetokea wapi. Nakumbuka visa kama hivyo. Sasa, kwa blockchain, kila hatua kuanzia kuvunwa shambani, kusafirishwa, kuhifadhiwa dukani, kila kitu kinawekwa kwenye lile daftari lisilobadilika. Matokeo yake, wakihitaji kufuatilia chanzo cha tatizo, wanaweza kufanya hivyo kwa sekunde au dakika chache tu. Hii inasaidia kuondoa bidhaa zenye shida sokoni haraka, na pia unajua inajenga imani kwa wateja. Kweli kabisa. Hiyo inaonyesha nguvu yake katika kutatua shida za uaminifu na ufanisi. Kwa hiyo, tukijumlisha haya yote, ujumbe mkuu tunaoweza kuondoka nao kutoka kwenye waraka huu ni upi hasa? Ujumbe muhimu ni kwamba blockchain sio uchawi, ni teknolojia tu. Ni mfumo unaowezesha kurekodi na kushiriki taarifa kwa njia ambayo inajenga, kwanza, uaminifu; pili, usalama; tatu, uwazi. Na haya yote bila kuhitaji msimamizi mmoja mkuu katikati. Kwa mfano wetu wa Ana, hii inaweza kuwa njia ya kuthibitisha ubora wa mikate yake, kulinda siri za mapishi yake, au hata kurahisisha malipo na kujenga uhusiano mzuri na wateja wake. Ni zana yenye nguvu. Na hilo linatuacha na swali la mwisho kwako wewe msikilizaji wetu. Tumegusia matumizi yake kwenye fedha na kwenye kufuatilia bidhaa. Lakini fikiria kidogo. Hii dhana ya msingi ya kuwa na ukweli wa pamoja ambao ni mgumu kubadilisha, inaweza kubadilisha vipi maeneo mengine ya maisha yako au jamii yako ambapo unajua uaminifu ni changamoto kubwa? Labda katika usimamizi wa rasilimali za pamoja, kama ardhi ya kijiji, au hata kwenye uwazi wa michango ya hisani, au kuhifadhi kumbukumbu muhimu za familia. Fikiria kuhusu hilo. Uwezekano ni mkubwa. Asante sana kwa kuwa nasi katika uchambuzi huu wa kina.